Ndio daktari, kuna wafugaji ambao wanatamani kufuga ng'ombe wa maziwa, lakini pengine hawaelewi wafuge aina gani ya ng'ombe wa maziwa. Labda kuna ng'ombe aina gani ambao sisi wafugaji tunaweza tukawafuga? Asante sana. Kwa upande wa aina za ng'ombe, tuna makabila ambayo ni halisi ambao kwa kitaalamu tunaita pure breed, na kuna makabila ambayo ni mchanganyiko au chotara, kwa kitaalamu tunaita cross breed. Sasa kwa upande wa makabila halisi, maana yake tunaongelea makabila yale ambayo hana mchanganyiko na damu yoyote ya kienyeji, au naweza kusema ni makabila kigeni ambayo yaliingizwa kwa mfano Afrika kwa ujumla na Tanzania pia. Hivyo kwa makabila ambayo ni halisi ambayo yanafahamika sana, japo yako mengine lakini yanayofahamika sana, kuna kabila la kwanza ambalo linaitwa Friesian. Huyu ni kwa muonekano kwa upande wa rangi, ana rangi au mabaka ya rangi nyeusi na nyeupe, na ni ng'ombe ambaye anakuwa na umbile kubwa, na pia ni ng'ombe ambaye ana sifa ya utoaji maziwa mengi. Kwa wastani kwa mzao wa kwanza kuanzia lita 20 mpaka 30 kwa mzao wa kwanza. Lakini sifa nyingine ni ng'ombe ambaye anakula chakula kingi kulingana na umbile lake ni kubwa, na uzalishaji wake wa maziwa kuwa ni mwingi. Na pia ni ng'ombe ambaye anapenda sana, ili aweze kuzalisha vizuri, mazingira yao ni mazingira ya baridi sana au ni ile joto la wastani. Lakini pia kuna aina nyingine ambayo tunaita Asia. Yeye kwa muonekano, kwa upande wa rangi, ana mabaka meupe na mekundu, ana umbile la wastani, na pia uzalishaji wake wa maziwa ni wa wastani kulinganisha na yule Friesian ambayo tumeelezea hapo mwanzo. Mara nyingi sana kwa wastani maziwa naye yanaweza kufika 15 mpaka 20 kwa siku, hizo lita, na ulaji wake ni wa wastani. Lakini kuna sifa moja ambayo ya yale maziwa, kiwango cha mafuta. Ukilinganisha Friesian na Asia na kiwango kikubwa cha mafuta ukilinganisha na yule Holstein Friesian au huyo Friesian. Kuna aina nyingine tunaita Jeze. Jeze ni ng'ombe ambao wana rangi ya kahawia, lakini kwa kuangalia kahawia ni kama inaelekea kama sema ni nyekundu hivi, lakini nikisema kahawia watu wanaweza kanielewa. Ni ng'ombe ambaye ana umbile dogo, na ukiangalia kwenye uso na macho yake kama kama yamevimba hivi, yametoka kwa nje. Alafu pia ulaji wake ni mdogo, ulaji wake wa wastani kulingana na umbile lake, na anatoa maziwa naye kwa kiwango kidogo, sio kikubwa, ambayo wastani ni kwa siku naweza kufika 15 mpaka 18 kwa uzao wa kwanza. Lakini ni ng'ombe anayesifika kuwa na maziwa yenye kiwango kikubwa sana cha mafuta. Kwa mfano, kwa wale watu ambao soko la maziwa linahitaji sana kiwango kikubwa cha mafuta, ni ng'ombe ambaye anafaa sana, sababu yale mafuta yanasaidia kuzalisha bidhaa nyingine kama jibini na samli. Kwa hiyo ni ng'ombe ambaye anafaa sana kwa upande wa maziwa ambayo yana mafuta. Lakini ni ng'ombe ambaye anakula kiwango kidogo sana, na pia ni mstahimilivu sana wa baadhi ya magonjwa ya magonjwa ambayo ni nyemelezi, hasa akiwa mkubwa. Lakini pia tuna aina za ng'ombe chotara. Tunapoongelea ng'ombe chotara, inaweza kawa umechanganya damu mbili. Inaweza kawa damu ya ng'ombe wa kienyeji ambao tunao hapa Afrika, au ng'ombe wa kisasa wa kigeni, au tunasema wale ng'ombe halisi. Kwa hiyo mtu anaweza kaendeleza ng'ombe wake alionao kwa kutumia kabila la kigeni mpaka kuja kupata ng'ombe ambaye anazalisha maziwa kukaribiana na ng'ombe halisi, lakini nitakuchukua kama vizazi vinne mpaka vitano ili waweze kupata yule ng'ombe halisi. Lakini pia kuna mchanganyiko kati ya kabila la kigeni na kigeni, bado hao ni ng'ombe chotara, kwa sababu damu mbili ambazo zimechanganyikana. Kwa mfano, kama mtu anataka labda na yuko mazingira ya joto, lakini anataka ng'ombe wake ana sifa ya uzalishaji maziwa mengi, anaweza kustahimili hali ya hewa,
Unaweza kumchanganya yule wa kwanza Friesian na Jeze au Friesian na Aja. Unapata makabila mawili, kiwango kikubwa cha maziwa na maziwa yaliyo bora yenye mafuta.